Ya, shukrani sana. Labda pia kabla sijaanza na presentation nitoe wito tena ya kuanzia mwezi uliopita nimejaribu kuanza implementation ya kuwa na presenter ambaye si mmoja wetu. Hatoki kwenye panel hapa. Ya, kwa hiyo ndio maana tulikuwa na Bwana Abbas kwenye mwezi uliopita, nadhani ilikuwa, na ni matamanio yangu kila mwezi tuwe na mmoja kati yenu ninyi ambao mnatuangalia aje kwa ajili ya kutoa jambo fulani ama kutoa neno fulani ambalo inawezekana huna namna ya kucomment. Unajua hii comment ina limited words, nadhani sentence mbili au tatu. Kwa hiyo nimefungua email ambayo inaitwa mtajiacademy@yahoo.com. Kama unafuatilia hizi session na ungetamani hata mara moja walau uweze kushiriki moja kwa moja kwenye panel hapa, basi tuma email yako kwenye email, nitaiandika kwenye comment section hapa. mtajiacademy@yahoo.com. We tuma, alafu utatuambia wewe una ufahamu mzuri kwenye field gani inayohusiana na mambo tunayojadili, alafu tutawasiliana. Basi ikitokea muda tumepatana, unakuja kuweza kushiriki kwenye session, utapata dakika zako 10 mpaka 15 za kufanya presentation na kuulizwa maswali mawili matatu. Nadhani itakuwa imependeza. Tunajaribu kuwa more inclusive. Yes, zaidi ya hapo mtanisamea leo imebidi niandae presentation na haraka mara baada ya kuona kuna hati za kuweza kuwakosa wataalamu wetu. Kwa hiyo presentation mtakuta inaweza ikaja pangiliwa vizuri, ila jana ni siku ambayo actually sio jana, kama siku 2-3 hivi, ni siku ambayo nilifanya hii topic kwenye video zangu za kawaida. Wale ambao mnafuatilia video za YouTube mtakuwa mmeona nimejadili kuhusiana na the Great Depression ambayo ilitokea Marekani mwaka 1929 mpaka 1939, na hii kwangu nimeiona ni story nzuri sana tukaweza kuifahamu kama wawekezaji, kama wanafunzi wa uwekezaji, kwa sababu wanasema mwalimu mkubwa siku zote huwa ni historia. Historia ni mwalimu mkubwa, ingawa ndio hatuamui mambo kulingana na past, lakini past inatakiwa itufundishe namna ya kuamua mambo katika wakati ujao. Kwa ndio maana nikapiga hii story, lakini pia mnakumbuka hisa zimepanda sana kuanzia mwaka 2025 24 mwezi wa 12, ile hisa zilipanda kwa vurugu sana, zikapanda bila kuangalia kampuni, kiasi kwamba hofu zikaingia kwa baadhi ya watu. Sasa lazima tuweze kujua kwingine yameshatokea mambo kama haya na nini kilisababisha, nini kilitokea baada ya hapo. Yes, kwa hiyo naomba niende moja kwa moja, nitajitahidi kuwa na kupresent kwa haraka kidogo. Natamani tumalize mapema ikiwezekana. Yes, cha kwanza, story inaanzia kwenye vita vikuu vya kwanza vya dunia. Kama wale mnakumbuka vizuri masomo ya historia, tumefundishwa vita vikuu vya kwanza, vita vikuu vya pili. Sasa katika vita vikuu vya kwanza vya dunia vilianza mwaka 1914 na vikaenda mpaka 1918, na hii naona picha zimevamiana hapo, sijui imetokea nini hapa. Yes, kwa hiyo na hii ilikuwa ni moja kati ya vipindi vigumu sana kwenye ulimwengu wa Ulaya, na nchi karibu 30 zilishiriki na watu karibia milioni 16 waliweza kupoteza maisha yao. Hebu niangalie. Yes, huku naona kunaenda vizuri. Yes, na walioshiriki kwenye mapambano nimeshasema karibu nchi 30 zilishiriki, lakini hawa ambao nimeorodhesha hapa walikuwa ndio tunasema ndio kama major powers: Britain, France, Russia, Italy na United States ambaye alikuja kuingia mwishoni. Nimeona hapo mwaka 1917 ndio kama ameenda tu kumalizia mchezo, watu washachoka, watu washapigana ngumu sana, yeye anakwenda kuchukua ile trophy ya mwisho kabisa. Na kati hao walikuwa wanapigana kinyume na German, Austria Hungary, Ottoman Empire pamoja na Bulgaria. Sasa nini kilitokea Ulaya baada ya vita? Kama unavyojionea ile jengo hapo, ni kwamba hali ilikuwa tete kidogo. Kilichotokea ni kwamba viwanda vingi sana viliharibika Ulaya. Nchi zote ambazo nyingi sana ambazo zilishiriki, mnajua wale ambao Mjerumani na hao Ottoman Empire walikuwa ni watu ambao si wa kuwachezea. Kulikuwa kuna infrastructure zilizovunjika kama madaraja, kulikuwa hakuna vyakula kwa sababu hamna muda wa kufanya production, hakuna muda wa kulima.
kulikuwa na madeni kwa sababu kumbuka mnatakiwa muendelee kula muda wote. Kwa hiyo watu wanatakiwa wakope pesa, na nyingi zilikuwa zinakopa kutoka Marekani ya vifo, lakini pia economy ikadorola sana, uchumi ulidorola kwa sehemu kubwa, na hii ilikuwa ni fursa kubwa sana kwa nchi ya Marekani kuweza kupanda kiuchumi. Kinamna gani? Kwanza manufacturing iliongezeka kwa kasi sana kwa sababu product zilikuwa zinahitajika. Na kama ile kauli unasema necessity is the mother of invention, kwa nadhani hichi ndio kipindi ambacho teknolojia pia za uzalishaji ziliongezeka kwa kasi sana Marekani. Kama unaona picha moja hapo ni nadhani ni ya kiwanda cha Ford, huyo akiwa anaweka magari hapo. Nadhani pia Ford aligain success ya haraka sana pia kipindi hicho cha vita. Hii picha ya chini sijaitambua bado ni wapi, lakini inaonyesha ni watu ambao ni kama textile company fulani. Kwa hiyo kulikuwa na manufacturing kwa wingi sana iliongezeka, vyakula vilianza kupatikana kwa wingi sana, maana watu wengi walianza kuingia mashambani kwa sababu wanajua product inahitajika vitani huko. Steel zilitengenezwa kwa sehemu kubwa sana, lakini pia mashine, weapons, lakini pia pesa zilipelekwa pia huko Ulaya. Kwa hiyo Marekani ilikuwa na kipindi chake cha kupanda juu kwa kasi sana, na akaingia kwenye new era. Sasa mwisho wa vita, kilichotokea ndio hicho tunaona kwamba kulikuwa kuna ukuaji wa viwanda mkubwa sana, lakini pia kulikuwa na consumer spending kubwa sana. Manake wa Ulaya walikuwa wao kazi yao ni kutumia, kwa sababu hawana muda wa kuproduce. Lakini pia technological innovation iliongezeka kwa kasi sana, hasa kwenye manufacturing. Lakini pia financial expansion of financial market pia ilikuwa kubwa sana, kwa sababu inaonyesha biashara nyingi ambazo zilikuwa zina earn big profits ni zile ambazo zilikuwa zimeshaorodheshwa pia kwenye masoko ya hisa haya. Kwa hiyo zilitanuka sana, na hicho kipindi wao wameamua kukita kama the roaring 20s. Ni kipindi ambacho ukuaji wa uchumi ulikuwa ni wa kasi sana kutoka miaka 21 mpaka 29. Wakati huo wao Ulaya bado wanajitafuta kurudi kwenye ground zao, na kila mmoja alikuwa anataka kuwekeza kipindi hicho kwenye social media, lakini pia kwenye baadhi ya movie ambazo nimeangalia, unakuja kuona moja kati ya kazi za broker kipindi hicho ilikuwa ni kushawishi watu kuingia pia kwenye investing. Na sio tu brokers, ilikuwa ni yani karibu kila story. Ndio Mr. Fortes kila siku anatuambia kwamba unakuta mpaka mabodaboda. Sasa kulikuwa hakuna mabodaboda kipindi hicho, lakini unakuta mpaka taxi drivers wanaambiana wekeza. Mimi nimewekeza kwenye kampuni hii, mimi nimewekeza kwenye kampuni hii. Kwa hiyo ikafika mahala uwekezaji wa kwenye soko la hisa ilikuwa ni maarufu kama mpira tuseme, kama mpira. Kwa hiyo kila mtu alikuwa anataka kuwekeza. Sasa issue ikaanzia hapa. Nadhani miaka inakaribia 29 hiyo, kwamba huku miji ikiwa inaendelea Europe ama bara la Ulaya, ambao zile nchi ambazo zilishiriki kwenye vita zikaanza kurecover taratibu. Kwa hiyo wakaanza ujenzi wa viwanda vyao, wakaanza kulima tena, vita vimeisha, sasa wana muda wa kufanya production. Sasa wakiwa wanafanya hivyo, huku production sector ya Marekani ikaanza kudorola chini. Inadorola kwa sababu sasa uhitaji wa zile bidhaa zote zinazotengenezwa Marekani umeanza kuisha, umeanza kupungua taratibu. Kwa hiyo sasa kuna bidhaa ambazo hazina watumiaji. Bidhaa ni nyingi kuliko watumiaji ambao wako Marekani peke yake. Hiyo ikapelekea bei za hizo bidhaa kuanza kushuka, ambayo pia iliambatana na watu kushindwa kununua vitu, kwa sababu moja kati ya kitu ambacho kimeonyeshwa, sijui nimeshaweka kwenye presentation ya baadaye, ni kwamba wanadai kosa lililofanywa hasa na waajiri kipindi hicho, hawakuwajali sana waajiriwa wao kwa kuwaongezea mishahara. Wao walikuwa wanajali zile profit zote labda wazirudishe labda kwenye biashara ama wachukue wenyewe. Kwa hiyo economic gap kati ya the rich and the poor ilikuwa ni kubwa sana, na ikaendelea kukaa hivyo. Kwa hiyo watu walikuwa hawana ile purchasing power, lakini uzalishaji ulikuwa ni mkubwa na bidhaa zinakwenda nje. Sasa baada ya mahusiano ya kwanza kupungua ya kutransfer ama kupeleka vitu Ulaya, ni kwamba kukawa na wingi wa bidhaa ambazo hazinunuliki na watu wa ndani. Lakini mbadala wake wanasema kulikuwa kuna kitu wanaita credit
system kipindi hicho. Sasa sijui ilianza kabla ama ndio ilikuwa introduced kipindi hicho. Hii ya kuambiwa kwamba wewe spend sasa hivi utalipa baadaye, wewe chukua. Ingawa na sasa hivi imeshika kasi sana, na sijui tunajirudia historia ama ni nyakati tofauti. Mr. Fortes atakuja kutuambia siku akija kwenye session na nikamkumbushia hili. Ila kipindi hicho ikabidi watu wapewe mikopo sana kwa sababu walikuwa hawana purchasing power. Kwa hiyo ikaonekana ukishindwa kununua kitu chochote, wewe chukua mkopo. Umeshindwa kulipa renti, chukua mkopo. Umeshindwa yani kitu chochote, chukua mkopo, unalipia. Matokeo yake familia nyingi sana zikajikuta kwenye madeni makali sana. Lakini pamoja na hayo yote, wanasema soko la hisa likaendelea kupanda, kwa maana ya bei zikaendelea kupanda kwa sababu watu waliendelea kuwekeza huko, na mbaya zaidi ni kwamba watu walichukua mikopo mpaka ya kuwekeza kwenye hisa. Wengine waliwekeza kwenye hisa kwa kupitia pesa za mkopo, wengine waliwekeza kwa mkopo. Kama Haji yupo anisaidie ile terminology ile nani Derek, terminology gani huwa inatumika ile kumaanisha kwamba mtu unawekeza kwa mkopo on a contract, kwamba bwana, mimi nipatieni hisa 300, sina pesa za kulipa sasa hivi, ikija amount fulani labda zaidi ninyi mtabaki nayo, mimi mtalipa profit, ikija pungufu mimi nitalipa. Kuna terminology fulani hiyo imenitoka kabisa, nimesahau, lakini watu walifanya hivyo. Mwenyewe imenitoka, ila tungewasubiri wataalamu wetu hilo swali tulieke, ila waje tukumbushe zaidi. Yes, na niliona item kwenye kitabu cha The Intelligent Investor. Sasa hiyo imekwenda mpaka 1929 ndio ikatokea kitu inaitwa stock market crash. Sasa ilitokeaje stock market crash? Ni kwamba kama ambavyo hapana, sio leverage. Finclever anasema ni leverage. Hapana, sio leverage. Kuna kitu fulani, kuna terminal fulani, nadhani sio inaita short stocks, nadhani short stock, kitu kama hicho. Nadhani ni short stock, ya kwamba unawekeza bila kulipa chochote, ila kwa contract kwamba siku ya kuja kutoa ikija na profit, basi unachukua profit unamrudishia ambaye alikuuzia kwa bei ile ile ambayo mlikubaliana. Ikija loss, wewe utalipa vile vile, kwa hiyo wewe utaingia loss. Nadhani ni short listed short stock, kitu kama hicho, nimesahau. Sasa mwaka 1929 tumeshaona hapa, kadri miaka inazidi kwenda, uchumi ulikuwa umeshaanza kudhoofika. Sasa mtego anasema ulianza kuonekana, ama babo ilianza kupasuka pale wawekezaji wakubwa, institutions, zilipoona kwamba stocks zimeshafika sehemu ya juu sana. Kwa hiyo tukifananisha na Tanzania, chukulia mtu kama Orbit Securities, tayari ana mifuko yake miwili pale, Inuka Money Market, lakini pia na Inuka Dozen. Chukulia kama UTT, chukulia kama iTrust, inafika sehemu wanasema hapana, ise bei zimeshapanda sana, hebu turudishe hisa tuuze ili tuweze kutap in kwenye hii profit. Hapo bei zimeshafika juu sana, na mbaya zaidi inaonyesha watu walisoma mazingira wakaona ise hapana, hapa tusichelewe, wakafanya hivyo kwa pamoja. Kufanya hivyo kwa pamoja ikaleta shock kwenye market nzima, kiasi kwamba market nzima ikaona kabisa ile drop imeanza kushuka, manake hisa zimeanza kuwa nyingi kuliko watu wanaohitaji. Sasa wanasema imani ya wawekezaji ikaanza kuyumba. Wawekezaji wengi walikuwa wamekopa kununua hisa kama ambavyo nimeshaelezea. Kwa hiyo bei zilivyoanza kushuka chini, madalali walianza kudai fedha kutoka kwa watu ambao waliingia nao contract. Kwa wale sasa ambao wamewekeza kwa kupitia hiyo short stock, kitu kama hicho, sikumbuki jina halisi. Na sasa kwa sababu ya hali ya uchumi iliyokuwa imedorola, biashara nyingi kwanza zilifungwa kwa sababu ya production kubwa kuliko watumiaji. Kwa hiyo kulikuwa hakuna kitu kinachouzwa. Kwa hiyo kuna biashara zililazimika kufungwa nyingi tu. Kuna watu wengi walipoteza kazi, wakawa hawana kabisa kipato chochote, na hawa, kumbuka, tayari wameshawekeza kwa mikopo. Kwa hiyo watu wanadaiwa, hawana pesa za kulipa. Sasa wengi walilazimika kuanza kuuza hisa, lakini wote mnauza, hakuna mnunuaji. Inakuwaje hapo? Loki ikawa imeshaanza kuingia,
na wawekezaji pia wengine wote wanapozidi kuona kwamba business inazidi kushuka, kila mmoja anataka kuanza kuuza, kwa kila mmoja anataka kuuza. Hiyo ndo tunasema babo sasa inaanza kupasuka hapo. Wanunuzi walikuwa ni wachache sana na bei zikawa zinashuka kwa kasi. Yes, stock shorting. Asante sana Patrick, hii ni term sahihi. Ni stock shorting. Yes, hii ndio term ambayo ilikuwa imenikimbia kabisa. Asante sana. Ama short selling. Asante sana, shukrani sana. Yes, nakumbuka hii kitu, nakumbuka. Yes, kwa hiyo ilivyofika Oktoba 1929 hizi tarehe zimeandikwa hapo kwa bold kabisa, zinakumbukwa kwamba sasa sijui kwa nini waliita Black Thursday, Black Monday, Black Tuesday. Nadhani kwa sababu ya hiyo crash ya stock market. Ni siku ambapo soko la hisa liliporomoka kwa kasi kubwa sana, nadhani karibu bilioni 16 kwa mwaka huo. Ujue ni kubwa sana, bilioni 16 BI. Ni pesa kubwa sana kuweza kudrop, kiasi kwamba mtu kama una moyo mdogo unakufa kwa pressure hapo hapo. Kwa hiyo ikapelekea kitu ambacho wanaita ni the Great Depression kuanzia mwaka huo 1929. Na namna gani ilipelekea hapo? Kwa sababu wale ambao waliwekeza pesa zao, hivyo ndivyo ambavyo walipoteza pesa zao. Umeweka milioni yako 50, labda ni CRDB, alafu imetokea crash, milioni yako 50 imekuwa milioni 5. Sasa afadhali yule ambaye aliweka akiba, kwake anapata tu maumivu ya kupoteza, lakini kuna yule ambaye amewekeza milioni 50 ambaye amekopa. Unatakiwa hiyo pesa ulipe, haijalishi umekopa ama vipi, kumbe una profit ama vipi. Wale sasa ilikuwa ni kazi. Watu wakaanza kuondoa akiba benki. Kwa nini walianza kuondoa akiba? Cha kwanza, kumbuka wale wafanyakazi wengi ambao wamepoteza kazi walitakuwa watoe pesa kwa ajili ya matumizi, hali yao ilikuwa ni mbaya. Lakini pia zaidi ya watu kutoa pesa, hofu za watu zikaanza kuingia kwamba baada ya crash yote kutokea, hizi pesa zetu zitakuwaje? Kwa hiyo watu wakaanza pia kutoa pesa benki kwa hofu, ili pesa zao zisitumike. Na matokeo yake benki zikapoteza pesa kabisa na zenyewe. Na unajua kabisa benki ndio kama kiungo cha uchumi wa sehemu yoyote ile, kwa sababu benki ndo kama moyo tuseme. Pesa kama vile damu inavyozunguka kwenye mwili inarudi kwenye moyo, inapanda juu inarudi chini, ndivyo kazi ya benki pia ni kama moyo fulani. Sasa mabenki mengi sana yalifungwa kipindi hicho kwa sababu ya kukosa pesa. Huna pesa, na kama unafungua maana yake inabidi watu wakija kutoa pesa zao ambazo wameweka kama deposit inabidi wape, lakini hizo pesa hazipo. Issue ikawa kubwa hapo. Benki zilipoacha kukopesha, biashara nyingi zikakosa mitaji. Maana yake tunajua biashara nyingi zinazidi kufungwa. Uzalishaji ulipungua kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu biashara zinataka mtaji ili kuweza kufanya production. Viwanda vilifungwa, kampuni zikafilisika nyingi sana, na ikapelekea kuwa na massive unemployment. Watu wengi wakazidi kupoteza ajira, matumizi yakashuka. Kwa hiyo unaona hii ni kama ina interlock. Ukishasema massive unemployment, maana yake hapo hakuna production, hakuna kuconsume, maana yake umeshajilock. Biashara zinazidi kufungwa zaidi, ndio unaingia kwenye kitu wanaita economic recession. Kwa hiyo ilikuwa ni kipindi kibaya sana, almost kama hakuna namna ya kuweza kurecover. Na hapa nimeweka kwenye red akala hiyo kwamba credit ndio lifeblood ya business. Nilikuwa sielewi zamani, lakini tunazidi kwenda nazidi kuelewa kwamba credit kwenye upande wa biashara hasa, credit ndio kama damu ambayo inasababisha maisha yanaendelea. Sasa swali, hii ni presentation, ni slide ya mwisho. Swali ni kwamba je, Marekani iliwezaje kutoka kwenye huo mgogoro wa kiuchumi? Tumeshaona hapo ilikuwa ni system ya kuji-interlock. Marekani aliwezaje kutoka hapo, na ni sera zipi ziliweza kusaidia kurejesha hasa imani ya wananchi, kufufua biashara upya na kuanza kujenga? Maana yake amerecover, leo amerudi Marekani kuwa mmoja kati ya superpower kiuchumi pia. Tunajua watu anapambana nao China, akiwepo mmoja wao, lakini aliwezaje Marekani kutoka kwenye hichi kipindi kibaya sana mpaka leo amerudi kwenye peak? Sasa hili lilikuwa ni swali langu kwa Mr. Ruta, kama angeweza kuungana na sisi, lakini hayuko hapa. Labda nimkaribishe Haji kama yuko aweze kutuambia yeye anawazaje kwamba Marekani waliwezaje kujitoa kwenye ule mtego. Mr. Haji, kama upo, karibu.
Okay, naona Mr. Haji atakuwa yuko mbali kidogo. Yeah, basi mimi presentation yangu naomba ishie hapa, na labda ningetamani pia kusikia kutoka kwa wanaotufuatilia, kama mmeshawahi kufuatilia pia hii issue, mtuambie kwenye comment section hapo, mnadhani Marekani aliwezaje kuvuka hiyo stage? Aliwezaje kuchomoka kwenye economic recession ambayo imetokea kipindi cha the Great Depression? Nitafurahi kuweza kuona response kutoka kwenu. Kwako CFE, na nadhani leo pia tunaweza tukamaliza mapema, tutajibu maswali yanaweza kujibika ambayo yamelengwa kwa ajili ya wataalamu wetu. Tunaweza kuyafanyia transfer tukayajibu kwenye session ijazo personally, nitayacopy na kuyapaste kwenye document maalum, alafu tutayapitia next week. Hapo sasa ndo bado linakuja swali kwamba prices za hisa zilikuwa overpriced kipindi hiko cha economic depression, au na Mr. Fortius pia aliweza kuzungumza akasema tunapoelekea masoko yetu sasa hivi pia tunaweza kuona hisa nyingi zipo overpriced, na najue ni swali ambalo tunabidi tuanze kujiuliza kila mtu kwamba tuna expect babo nyingine, kwamba bei za hisa zinaweza zikaporomoka ikatokea babo kama ile ambayo ishawahi kutokea kipindi hiko cha Great Depression, ama tuweze pia kufikiria ni tunawezaje kujikinga ili tusiweze kama ikaweza kutokea tunajikingaje na hilo janga la Great Depression, ili kama na sisi tuliokopa tukanunua CRDB kwa 3,100, siombei itokee depression, ila ikatokea, je, huo mkopo wako utaulipaje wakati hisa zako zimeshuka thamani, au unakuwa sio ile value ambayo ulioinunulia? Kwa hiyo bado ni jambo la kufikiria. Are we expecting the next depression, ama ni jambo gani ambalo tunaweza kuliona katika masoko yetu haya sasa hivi? Asante. Na mimi hilo swali nilikuwa nimewaandalia wataalamu wangu Haji na Mr. Ruta, lakini ngoja nilijibu kwanza alafu Haji aweze pia kutop up hapo. Ni kwamba nimekuja kujifunza kwamba utengenezwaji wa babo hautegemei na bei za hisa, ila ni matokeo. Bei za hisa kupanda kuliko thamani ya biashara, mimi naona ni matokeo, ila babo inatengenezwa na tabia za wawekezaji. Ndicho ambacho nimejifunza. Kwa hiyo ukichunguza hata hiyo crash wakati imetokea kwa sababu kampeni ilikuja kubwa sana ya kuhamasisha watu kuingia kwenye uwekezaji, hasa kwa kuhubiri manufaa yanayopatikana na uwekezaji, na watu walikuja na evidence kabisa kwamba bwana, hisa jana ilikuwa 500, leo imefika 6,000 bwana, usichelewe. Kwa hiyo watu wakaanza kuingia kwa kupata hiyo influence, lakini wengi hawakuwa na muda wa kusema waanze kuangalia fundamentals za kampuni na nini. Ila ndo tunakuja mpaka mahala ambako wataalamu kama Mr. Ruta ama Haji wanasisitiza kwamba ni vyema wawekezaji tukaanza kuangalia fundamentals. Uzuri wa kuangalia fundamentals ni kwamba automatically itadistribute watu kwenye window nzima, kwa sababu evaluation huwa naweza nikasema ni kama individual. Kila mtu una namna yako ya kuevaluate. The beauty is in the eye of the beholder, that's my point. Kwa hiyo huyu ataona CRDB kwa sababu ya vitu fulani, huyu ataona NMB, huyu ataona KCB, huyu ataona MKCB, itakuwa hivyo. Lakini tukiwa tunakwenda wote kwamba hey guys, kuna split NMB, hebu twendeni NMB. Hizi ndizo tabia ambazo zinakupeleka kwenye babu ya moja kwa moja, kwa sababu hapo tukihamia wote huko lazima price itashoti, whether iwe kampuni ambayo ni kweli na msingi ama haina, lazima ita overshoti, na lazima kuna watu wataumia hata kama hiyo kampuni ni kweli nzuri na ina perform vizuri. Ndicho ambacho nachoweza nikasema. Labda tumsikie pia bwana Haji anasemaje. Unaweza kurudia swali kidogo? Ya kwanza nimeingia nikakuta swali linaishia pale mwishoni.
Karibu CFE uweze kuuliza swali tena. Bado tulikuwa tumetoka kusikiza presentation ya Mr. Ezekiel, alikuwa tuelezea kuhusu Great Depression ambayo ilitokea miaka ya nyuma kidogo, na kuna presentation kadha za Mr. Ruta ambazo aliweza kutupresentia, akatuambia kwamba sasa hivi soko letu tunaweza tukaona, hata masoko ya nje tunaweza tukaona kwamba hisa nyingi zinaweza zikawa ziko overpriced. Na je, is overprice ya hiyo hisa inaweza ikasababisha babo kwamba ikalipuka bei zikaweza kuporomoka, au ni kitu gani ambacho kinasababisha ule mporomoko wa ghafla katika bei ya hisa?